FIFA World Cup 2026. Na leo hii nimepatana na mashabiki sugu wawili. Mambo vipi? Poa sana. Uko salama? Niko salama. Mambo vipi? Shwari kabisa. Uko shwari? Kabisa. Naam, nataka niulize maswali kuhusiana na World Cup 2026. Jina lako ni lipi kwanza? Tuanze na majina. Kwa majina naitwa Hilary. Ndugu yangu kushoto anajulikana kama Malco, kijana wa Chelsea. Ilikuwa lazima uweke Chelsea ndugu yangu. Tuko World Cup, tuko international. Unajua nini World Champions, lakini pale kwa Chelsea haiko lazima. Haya. FIFA World Cup inaanza hapo date 11. Mmejipanga vipi kuhusiana na World Cup? Mimi kwanza kwa kujipanga kwa World Cup, jezi yangu ya Spain hapo hivyo. Na nafika finali. Jezi ya Spain? Spain nafika finali. Haya. Upande wa kushoto, kwangu mimi World Cup ya hii mwaka itabidi tumejitolea sana. Kwa maana ukiangalia pia time yenye sio wameweka game, itabidi tu hiyo kujitolea tu. Nasema hakuna kulala. Hakuna kulala. So tukianza na wewe, unashabikia timu ipi? Kwanza hii ni World Cup, kumbuka. Huwezi kuwa na mshale moja, lazima mshale utenge. Kuwa na mshale kadhaa, usitegemee moja, kwa maana mambo huwezi jua venye kutaenda. Hapa timu ya kwanza ni Argentina, nawatakia waweze kufika finali. Kama si wao, tunaingia vijana wa Spain, kwa sababu ukiangalia venye kikosi yao imepangwa ni mzuri zaidi. Alafu mwisho kabisa, kama Afrika lazima tubebe mmoja wetu. Turudi hapa kwa Spain, kwa Argentina. Unakumbuka kwenye historia nasema kwamba hakuna nchi ambayo imewahi tetea World Cup. Hakuna nchi ambayo imewahi tetea World Cup. So una imani kwamba Argentina itatetea ivunje rekodi ama kunaenda vipi? Mpira unaelewa venye ukua na anything can happen kwa mpira. So it's not something impossible. Ni kitu wanaweza fanya. So unasema kwamba Argentina akikupiga chenga uko na Spain pale. Kijana Yamal ako kule, tutasukumana na yeye pole pole. Haya, hapa Afrika unashabikia timu ipi? Hapa tuko nyuma ya Senegal. Tuone vijana wetu venye watajisukuma kidogo waweze kufika huko. Though najua watafika mbali but wang'ang'ane tu. Bingwa Afrika, unajua Afrika pia sasa hivi imeretiwa highly kwa manake Afrika ni continent ambayo imepeleka timu nyingi sana. Imepeleka timu 10 pale kwenye World Cup. Shida ni kwamba ukiangalia hata timu ambayo wamepelekwa wameweza kuwa affected na hizi rules mingi za USA, mafans kukataliwa, sijui kufika huko kuanza kuscreeniwa, mpaka players hata hawana hiyo hopes ya mpira. Unaelewa mpira ni mashabiki. Bila mashabiki itakuwa ngumu sana kwa Afrika. Sisi kama Afrika tumelemewa huko. Alright. Upande wa kulia, Hilary. Ulisema wewe shabiki shakiki. Shabiki mwenyewe, shabiki sugu wa timu ya Uhispania. Fine. Unasema Spain. So unaona kwamba Spain itafika wapi? Spain mpaka tubebe World Cup. Unasema kwamba Spain, najua nini kinafanya wanaenda Spain. Sema kweli nini kinafanya wanaenda Spain? Ni timu yangu kutoka kitambo hii. Si juu ya Raya? Si juu ya Raya. Si juu ya Merino? Hakuna. Si juu ya Zubemendi? Yamal ako huko bado. Unasema Yamal ako kule bado ako huko. So ukilinganisha midfield ya Spain, unaona kwamba Spain stronghold yao ni midfield. Midfield najua iko imejipanga. Kila mtu midfield ni mkali. Ukiona midfield yenye ameweka ni midfield ya Arsenal. Kuna midfield ya Atletico Madrid pale hivyo bado. Kuna midfield ya Barcelona pale. Na ukiona hizo timu hata kwa michezo yao kama wako kwa timu zao bado ni kali. Sasa mimi na wahakikishia tutabeba hiyo. Unajua pia kuna timu zingine umesahau defense ya Chelsea pia defense Cucurella pia yuko pale. So usiseme tu usibase tu na Arsenal peke yake, manake pia timu zingine pia zimetoa. Manake pia Man City pia narudi pale. So kila timu imechangia. Sasa usibase tu na Arsenal useme kwamba Arsenal tu ndio wametoa. Ndio maana nikakuuliza tukianza kwamba uko sure si Raya amekupeleka kule, ndio kuuliza Di Merino. Haya, so unaona kwamba Spain unasema kwamba Spain maybe itafika finali na ibebe.
itafika finali na ibebe na kuhakikishia. Haya, hapa Afrika uko timu ipi? Morocco. Uko Morocco. Morocco walisema Morocco hawa wako Afrika. Itabidi tu niende nao kwa sababu ni hata kama wanasema, lakini kwa nini? Kwa map wako Afrika. Haya, nikirudi hapa kwa ndugu yangu, unajua kila World Cup unaona yule underdog mmoja ambaye anasumbuanga timu ndogo sana ambayo inasumbuanga. So unaona kwamba mwaka huu unaona timu ipi ikisumbua? Hasa tukienda Afrika ama tukienda general? Wote general, iwe Afrika iwe kule Asia, timu yote tu yenye ina participate kwenye ile World Cup 2026. Unaona kwamba timu gani ndogo ambayo hauwezi tarajia kwamba itasumbua pale kwenye World Cup? Kwanza mimi kitu cha kwanza huwa sipendi ku underrate teams yote ndogo, kwa sababu kufaulu kufika hiyo World Cup, that means umekuwa wewe ni timu ambayo umeng'ang'ana mpaka ukafika mahali pale. So na mpira udunda, na ukitazama hizi timu ndogo ndogo ukiangalia utapata huwa hawana stars wengi, vijana wawili watatu na wanajiamini, lakini mpira wanagonga vizuri. So ukiangalia kina Denmark huko kidogo, angalia kina nani wengine pale Netherlands za good team, watasumbua pia kule. Sema watasumbua. Haya, kuna swali lingine hapa. Unaona kwamba zile host nations, kuna zile World Cup zimepita, unapata kwamba zile host nations zinasukumanga ile World Cup hadi kule mbele kidogo. So mwaka huu wa 2026 kuna host nation 3. Kuna Mexico, kuna Canada na USA. Unaona kwamba kwa hizi nchi 3, unaona kwamba nchi ipi itasukumana na wale wababe, maybe ifike pale semis ama quarters ama hata finali? Au wote watafika mahali. Nasema kwamba wote wataenda nyumbani. Huoni kwamba USA kifanya maneno? USA hata kama wako na mashabiki wengi nini, lakini USA kidogo hawako vile. Sema bado. Ndugu yangu, unaona kwamba nchi ipi kwa wale host, unaona kwamba nchi ipi maybe itaweza kufika pale maybe semis quarters? Mexico itajikaza. Mexico itajikaza. Unajua kwamba Mexico haina kikosi kile kizuri. Kaza kwa sababu ya mashabiki. Mashabiki wa Mexico ni wazuri. Na wako kwa wingi kwa sababu wanachezea taifa lao. Haya, tukimalizia swali la mwisho. Nakumbuka kwamba pale Afrika tukiwa na AFCON, unaona na zile nchi ambazo zinatutumbuiza. Kuna wale mashabiki kama nchi kama DR Congo, ilitoa yule shabiki ambaye alikuwa anasimama 90 minutes. Unapata kwamba timu kama Cape Verde ilitoa wale wanadada wazuri sana. So unaona kwamba kwenye hii World Cup, unaona kwamba nchi gani pia kwenye dunia mzima ambayo maybe nchi ambayo itakuwa itatoa wale mashabiki sugu, wale shabiki shua, ama itoe kile jambo ambalo la kufurahisha sana kwenye hii World Cup? Afrika ama jumla tu yote? Bado nakufa na Spain yangu. Kila kitu naamua kupea Spain. Haya, sawa. Wewe kwanza nimeweza kueleza kwamba hii restriction ya USA ita affect sana pakubwa nchi zingine za nje. Hatutapata hiyo utamu wa mpira yenye tumezoea. Unapata hata tunaona huyu referee kutoka Somalia amenyimwa kuingia kwenye World Cup, na alikuwa the best AFCON referee. So unaona vitu kama hizo zitatufunga hii World Cup ya huu mwaka kidogo, hatuwezi compare na zingine. Unasema itakuwa tofauti. Pia kuna jua ambalo pale upande wa USA jua inachoma sana. Ukitazama players wengi wamecomplain kuhusu weather venye inakaa. Angalia masaa pia yenye mpira utakuwa unachezwa, watu wengi kweli wachache wenye wanajitolea kwa mpira ndio watapata kuenjoy hii World Cup kidogo, but generally hii World Cup kidogo iko chini. Haya, swali la mwisho, una predict nani afike finali, nani na nani? Timu mbili ambazo zitafika finali. Argentina France. Haya, ndugu yangu Larry, timu ipi itafika finali? Timu mbili zipi zitafika finali? France Spain. Alright, mtazamaji, wewe shabiki uko kule nyumbani, uko pale popote, unaona timu ipi itafika pale finali? Je, tuambie pale kwenye comment section, kisha comment, share, then tuta pick up comment yako.